Amen. Haleluya. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe. Kwanza kabisa nataka kuanza kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya baraka kuwa hapa. Ni mara yangu ya kwanza kama alivyotangulia kusema mtumishi. Kwa majina naitwa Prophet Justin, nimetokea pale Morogoro. Ikampendeza Bwana niweze kufika Nemba na Mungu ataionekania Nemba ndani ya hizi siku 4. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie omba Mungu asikupite ndani ya siku hizi 4. Mwambie tena Mungu asikupite ndani ya siku hizi 4. Basi bila kupoteza muda, mtumishi wa Mungu amekwisha kuomba, nitakwenda kuletea maneno ya Mungu kutoka kwenye kile kitabu cha Marko sura ya 5 na ule mstari wa kwanza na kuendelea. Marko sura ya 5 kuanzia mstari ule wa kwanza, anasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wageras, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliweza kumfunga, tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikatakata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuletea habari ambazo zinamhusu Yesu na mtu mmoja ambaye alikuwa ana pepo kwenye nchi ya Wageras. Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu akiendelea kuzunguka huku na kule kwenye utaratibu wa kueneza injili kama kusudi na wito wake wa kuja duniani jinsi ulivyokuwa, Biblia inasema ya kwamba Yesu akafika kwenye nchi ya Wagerasi. Alipofika kwenye ile nchi akakutana na mtu ambaye Biblia inasema ya kwamba alikuwa ndani yake na majeshi ya pepo wabaya. Yale majeshi yaliyokuwa ndani yake yalisababisha akimbie kutoka kwa binadamu wa kawaida akakae milimani. Na ilifika wakati Biblia inasema alikuwa akipiga kelele usiku na mchana, na kuishia hapo tu. Maandiko yananiambia akachukua mawe akawa anajikatakata kwenye mwili wake. Yaani damu ilipokuwa inamwagika ilikuwa ndo furaha ya mapepo ambayo yalikuwa yako ndani yake. Yamkini kuna watu wanateseka, na nani kwambie, wakati unalia, unateseka, unahangaika, unaweseka, wako watu ambao kwao ni furaha wewe uteseke. Wako watu ambao ni furaha wewe ulie. Wako watu ambao ni furaha wewe uhangaike. So wakati unahangaika na kuteseka, kuna mtu anafurahi. Wakati unateseka na kutaabika, kuna mtu anapanda cheo mahali. Sasa Mungu ametutuma hapa Nemba, na hii Nemba itanembuka kweli ndani ya siku 4, na kutakuwa na nguvu za giza ambazo zitatenda kazi kwenye viwanja ndani ya siku 4. Umtaa unaitwaje? Umtaa unaitwaje? Kiseseta, Nemba Center. Sasa nimefunga anga la Nemba Center, hakuna mchawi atakayeruka wala kuroga ndani ya siku 4. Na yoyote atakayethubutu tutamuokota asubuhi. Sema amina sawa. Sasa Biblia inasema yule mtu watu walishindwa kumkamata. Kwa nini walishindwa? Kwa sababu alikuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Ile nguvu iliyosababisha alipofungwa minyororo alikuwa anaikata. Alipofungwa pingu alikuwa anavunja. Alipofungwa kamba alikuwa anakata.
Biblia inasema hata watu walimuogopa, hakuna aliyekuwa na uwezo wa kumshika. Lakini cha ajabu ni kwamba alipomuona mwanaume Yesu anakwenda kwenye yale mazingira, yamkini wanafunzi wa Yesu walimwambia, bwana mkubwa, usipite kwenye ile njia, kuna mtu hatari, ukipita pale hata kuacha salama, atakupiga na mawe. Lakini Yesu anapita kwa sababu ndani yake amebeba uwezo wa uungu usiokuwa wa kawaida. So wakati anapita kwenye yale mazingira, Biblia inasema yule mwenye pepo akawakimbilia. Wakati anawakimbilia, yamkini wanafunzi wake wakaogopa kwamba imekuaje. Lakini cha ajabu ni kwamba anapofika pale, anaanguka chini, anasujudu kwa Yesu, anasema, usitutese, umekuja kutuangamiza kabla ya muhula wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wale mapepo wanasalimu amri mbele za Yesu, wanafunzi wake wakashangaa. Lakini pia kuna kisa kingine cha mwanamke ambaye alitoka damu miaka 12. Alikwenda hedhi yake ikapitiliza, ikafika mpaka miaka 12. Biblia inasema ya kwamba alihangaika kwa waganga na waganguzi, alikwenda kwa madaktari wa kila aina. Ilifika mahali madaktari wakamchoka, wakamwambia, nenda kakae nyumbani, hutaweza kupona tena. Yamkini kuna mtu amepokea taarifa ya kutokupona. Yamkini kuna mtu amepokea taarifa mbaya ambayo imekuwa ikimuendesha kwenye mambo mabaya. Nataka nikwambia kwamba Yesu ana taarifa njema kinyume na hiyo taarifa mbaya. Biblia inasema yule mwanamke aliposikia habari za Yesu akawaza moyoni mwake kwamba nitakwenda, haijalishi watu watanionaje, haijalishi dini itanionaje, haijalishi kabila litanionaje, haijalishi familia na ukoo utanionaje, nitapenya pale nikagusa upindo wa vazi la Yesu. Na alipogusa upindo wa vazi la Yesu, maandiko yanasema ya kwamba ile chemchemi ya damu ikakoma kwenye maisha yake. Kuna watu wanatembea na chemchemi za mambo mabaya, anaogopa, anasema, nikitaka msaada kwa Yesu, familia itakaa kikao cha kunitenga, ukoo utakaa kikao cha kunitenga, dini itanitenga, eneo ninalokaa litanitenga. Acha nikwambie, unayeteseka ni wewe na sio dini yako, wala sio familia yako, wala sio ukoo wako. Unamhitaji Yesu kibinafsi akusaidie na kukutoa kwenye mateso uliokuwepo. Sisi tulitengwa na ukoo, lakini kutengwa na ukoo hakujamzuia Yesu kututumia. Kutengwa na ukoo hakujamzuia Yesu kuonekana kwenye maisha yetu. Wale waliotutenga wakati huu wakituangalia, wanasema hakika watu hawa ndani yao kuna uwezo wa Mungu ule ulio mkubwa. Sasa kama nilivyojitambulisha mwanzoni, nilizaliwa kwenye familia ambayo ilijaa masuala ya ushirikina, masuala ya uchawi. Nimekuwa nikikua kwenye mazingira hayo nikishuhudia, na wakanipa historia nilipozaliwa wakati niko mtoto mdogo. Ile siku wanasema tunamtoa mtoto nje, walinipeleka kwa mganga. Waliponipeleka pale nikachanjwa chale, wanasema zindiko, ili alindwe na mabalaa ya ulimwengu. Wazazi walisi wananisaidia, kumbe waliniharibia misingi yangu. So wakanipeleka kule. Yamkini kuna watu wamewahi kuchanjwa chale. Ndani ya siku 4 nitakueleza nini kinafanyika, na ile dawa unayopakwa ni nini, na nini ukifanya ili uweze kujitoa kwenye hivyo vifungo na hizo laana. Sasa nikakuwa kwenye mazingira hayo, nikaharibika. Wakati ninaendelea kukua, nikawa naendelea kuharibikiwa. Ilifika mahali nilikuwa na uwezo wa kuvuta sigara 100 kwa saa na nisiumwe wala nisikooe. Shetani alifunga kwa sababu misingi iliharibika nikingali niko mdogo. Yamkini kuna mtu umefunga mwanao ilizi kwenye mikono na kiunoni, unasema itakulinda. Acha nikwambie, hakuna ulinzi kwenye ilizi. Sisi tulichanjwa chale na tuliteseka. Sisi tulifungwa mailizi na tulihangaika. Hapakuwa na msaada wowote kwenye hizo chale na kwenye hizo ilizi. Sasa wakati ninakuwa kwenye mazingira hayo, ikafika wakati shetani akakamata ufahamu. Shetani alipokamata ufahamu, ule wakati ninaingia kwenye hatua ya ujana, shetani akafunga akili na mawazo, akaniteka mpaka upande wa elimu. Darasani nilikuwa ninashika nafasi ya kwanza. Ilikuwa somo kupata 100 kwangu ni kitu cha kawaida. Lakini baada ya shetani kushika ufahamu, nikashangaa naanza kuporomoka.
ninashika nafasi ambazo mpaka walimu wakawa wanajiuliza shida iko wapi. Kumbe shetani alifunga akili, na alipofunga akili akanisukuma kwenye mambo mabaya. Nikawa ni mtu ambaye nina ndoto za kuja kumiliki mwanamke jini. Ilikuwa ni ndoto yangu kwamba siku moja nije kuoa mwanamke jini. Kama vile watu wanasema nina ndoto ya kuwa injinia, au nina ndoto ya kuwa mwalimu, au nina ndoto ya kuwa profesa, mimi nilikuwa na ndoto ya kumiliki mwanamke jini. Na nilipenda kwa sababu nilijidanganya kwenye moyo wangu, nikiwa na huyo jini atanilinda, nikiwa na huyo jini atanipa fedha, nikiwa na huyo jini atanipa kibali. So moyo wangu ukapendezwa na yale mambo. Baada ya pale mwaka 2016 nikafungishwa agano la ndoa za majini, na nikakaa kwenye kifungo cha ndoa za majini nikiwa na mwanamke wa kijini ambaye nilikuwa ninakutana naye usiku kwenye ndoto. Nikafungwa na hicho kifungo si chini ya mwaka 1.5, mpaka ilipofika wakati wa Yesu mwaka 2018 kuingilia kati na kuniokoa. Aliponiokoa akanirudisha kwenye viwango ambavyo sikuwepo. Niliporomoka kielimu baada ya kuokoka, nikarudi kwenye levo. Ninapokuambia hapa nimesoma na ninamtukuza Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Shetani hana mawazo mazuri na mtu. Kuna mtu anatembea anasema kuzini ni raha, ulevi ni raha, masengenyo ni raha, uongo ni raha, lakini nataka nikwambie raha iko ndani ya Yesu peke yake. Na ndio maana watu unaotuona hapa tuna raha kwenye ufahamu, kwenye mwili na kwenye roho, ambako hata mtu aliyoko Marekani hana. Kuna mtu anasema maisha ya nemba imenichosha, bora niende Marekani. Hata Marekani wanalogwa. Ujanja ni kuwa na Yesu. Mimi watu wengi wananipigia simu kutoka Marekani, wamerogwa, wanataka maombi. Kwa hiyo ujanja sio kwenda Marekani, ujanja sio kwenda Uingereza, wala sio kwenda Ujerumani. Ujanja ni kubeba jina la Yesu, na kila kiovu kitapiga magoti mbele yako, kwa sababu utakuwa umebeba mamlaka isiyokuwa ya kawaida. Sasa leo ninataka nizungumze kwa habari ya hizo roho ambazo zinatesa maisha ya mwanadamu. Majini ambayo yanatesa maisha ya mwanadamu, na watu wengi wamekuwa wakitembea chini ya hicho kifungo. Na nikwambie, wokovu sio dini mpya. Wokovu ni kukubali kubadili maisha yako maovu na kwenda kwenye maisha ya utakatifu, kwa sababu huwezi kusema nina Mungu wakati njia zako ni mbaya. Cha kwanza unachokifanya, unakiri makosa yako, Mungu anakusamehe, anakutakasa na kukuosha. Baada ya hapo anakujaza nguvu. Kama ulikuwa unakabwa usiku, hautakabwa tena. Kama ulikuwa unarogwa, hautarogwa tena. Kama ulikuwa unapeleka kuku kwa waganga, kuku zako utakula na familia yako. Kama ulikuwa unapeleka mbuzi kule, utakula we na familia yako, au utauza, utapata fedha na utazitumia kwenye mambo ya msingi. Sasa wakati nikiendelea na mazingira hayo, mimi nilikuwa ninachunga mbuzi kipindi hicho. Sasa ikafika mahali ndugu zangu wanakuja kukamata mbuzi. Nauliza, mnampeleka wapi? Wanasema tunaenda kwa mtaalamu akatupunge dawa, maana tuna mikosi na mabalaa. Nikasikitika sana. Nimechunga mbuzi miaka yote, sijawahi kula hata supu yake. Alafu leo hii anachukuliwa anapelekwa kwa mtaalamu. Na kibaya zaidi, anapopelekwa kule wanarudi na kamguu kamoja kambele. Nyama yote imebaki kule, wanasema ni chakula cha mizimu. Kumbe huyo mtaalamu anasema ni chakula cha mizimu. Ukiondoka anatuma watoto wake nyanya na mafuta ya kula, wanaunga, nyama inaliwa siku hiyo. Wewe unaenda kula mifupa na miguu ya mbele, wenzako wanakula minofu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nitazungumza hizo roho ambazo zinatesa maisha ya mwanadamu. Nimekupa kisa cha mtu yule wa Wagerasi ambaye alifungwa na mapepo mengi yalikaa ndani yake. Kuna mtu anatembea na mzigo wa majini ndani yake, anasema haya ni mashetani yangu ya uganga, haya yamesema nimiliki mikoba, yanataka nimiliki mikoba, na nisipokubali yataniua. Pokea Yesu, hakuna shetani atakaye kuua kwa jina la Yesu Kristo hai. Nilikuwa nakaa karibu na mama mmoja ambaye alikuwa anateseka sana. Alikuwa na mashetani ya uganga, yalimpa masharti magumu sana. Kila Jumapili lazima anywe pombe. Kila Jumapili lazima anywe pombe.
Yule mama hakuwahi kuwa mlevi, lakini ilimlazimu kuwa mlevi baada ya hayo mashetani. Ni mizigo. Ikawa inafika mahali analalamika kwa watu, wanasema yani ningepata sehemu ya kwenda kuyatua haya madudu ningeyatua. Sehemu pekee ya kutua madudu yanayotesa akili na ufahamu na ndoa ni kwa Yesu Kristo wa Nazareti peke yake. Sasa kuna kitu kinaitwa majini. Majini ndo hayo yanaitwa mapepo. Lakini pia wengine wanaita roho chafu. Na ndo hizo ambazo zinatesa maisha ya mwanadamu. Yaani furaha ya shetani ni wewe kuteseka. Furaha ya kuzimu ni wewe kuhangaika. Nataka nikwambie, shetani anaweza akakuvuta kwenye mambo mabaya, akikutazamisha kwamba utafanikiwa, lakini mwisho wake unakuwa ni mbaya. Wale wote ambao walikufa bila kumpokea Yesu walishuka kuzimu, na huko wakaenda kuteseka mateso ambayo hawakuwahi kuteseka wakiwa duniani. Mateso yaliyoko huko chini, endapo utakufa kabla ya kumpokea na kumwamini Yesu, ni mabaya kuliko hata ugonjwa unaokulaza kitandani miaka nenda miaka rudi. Kuna baadhi ya watu wakiona mtu ameugua miaka 20 amekufa, wanasema afadhali tunamshukuru Mwenyezi Mungu, huyu mtu amepumzishwa. Hajapumzishwa kama hana Yesu. Huko alikoenda chini ni pabaya. Lakini pia kuna watu wanasema bora nife, ninywe sumu nife, mambo magumu. Kakaangu mmoja alitaka kujiua kwa kunywa sumu. Nikamwambia wewe kunywa sumu, alafu utaona huko utakapokwenda utasema ni heri ningekuwa duniani. Akailisha kunywa sumu mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uamuzi sio kufa. Uamuzi ni kuwa na Yesu. Uamuzi ni kuwa na nani? Na Yesu. Sasa kuna jini anaitwa Jublini. Huyu jini kazi yake anafanya mtu awe mshirikina. Amemaliza waganga wa kila aina. Amezunguka vijiji na vijiji. Akiambiwa kuna mtaalamu mkubwa yuko mahali, anakwenda. Anaambiwa kuna mwingine bwana ametokea pale Biaramlo, tunguli yake inazunguka kama feni, tayari amekwenda. Amepoteza mamilioni ya pesa, hakufanikiwa. Ni mtu wa kuzunguka, amebadilisha waganga na waganguzi. Kijana mmoja akanifuata akaniambia, mtumishi, nimebadilisha hii pikipiki. Akanionyesha pikipiki yake. Akasema hii pikipiki ingekuwa na uwezo wa kusema, ingekutajia waganga wote niliowahi kwenda na sikusaidiwa. Badala yake nilipokwenda huko nimeliwa pesa na mpaka sasa nimefilisika. Yule kijana ilikuwa kumiliki simu ya 800,000 kwake ni kitu cha kawaida sana. Simu ya 800,000. Kumiliki kompyuta kwake ni kitu cha kawaida. Alifika hatua alikuwa na pesa mpaka anakopesha watu. Lakini baada ya huyu jini anaitwa Jublini kumvaa, amefilisika mpaka amebaki na simu ya batani. Na maisha yake yamekuwa bado ni mabaya. Kwa nini? Amevaliwa na huyu jini, anamtumikisha kwenye upande wa ushirikina. Kuna mtu anaenda kupima ugonjwa, kila akipima unabadilika. Anaenda wanamwambia UTI. Anapewa dawa za UTI, anakunywa, anamaliza, ugonjwa bado. Akienda wanamwambia typhoid, imebadilika. Anapewa dawa, anatumia, mpaka imefika mahali nyumbani kwake kumekuwa ni kama duka la dawa. Kila aina ya boksi la dawa lipo na bado hakuna suluhisho. Biluni kazi yake ni kupiga uchumi wa mtu. Ulikuwa na ng'ombe nyingi, unafilisika. Ulikuwa na mashamba, unafilisika. Ulikuwa na magari, unafilisika. Ulikuwa na pesa na mali, vyote vinafilisika na vinapokwenda uchumi. Kuna mtu anateseka, nadhani kuambie sio mpango wa Mungu uteseke. Badala yake ni mpango wa shetani uteseke. Na amepata nafasi ya kutesa maisha yako ni kwa sababu Yesu hayupo. Ukiruhusu Yesu aingie ndani yako, afanye matengenezo upya, alekebishe mambo yaliyokufa, nataka nikwambie kupona lazima utapona. Tumekutana na kesi za watu ambao wanaumwa magonjwa ya kufisha. Niliitwa mahali fulani kule Morogoro nikaombe mtoto mdogo. Ana miaka kama 5. Yule mtoto alipigwa homa ya ghafla. Joto tu lilianza kupanda mwilini. Baada ya muda mchache mwili ukaanza kutoa yale wanaita, ukiungua na moto kuna vile vitu huwa vinavimba vile ambavyo vikipasuka vinatoa maji. Mwili mzima ukaanza kuwa vile unatoa vidonda. Baada ya hapo ule mwili baada ya kutoa vile vidonda vikapasuka, mwili mzima ikawa nyama ya ndani inaonekana, hii ngozi ya nje imepotea. Ninaitwa kwenda kumwombea ule mtoto, na mtazama ni kama mdudu hatazamiki. Ukimwangalia uwezi kula chakula.
Wale wazazi wake wamempeleka pale kwa ndugu yao, wanakaribishwa chakula, wanasema hapana, hatutakula, tunasubiri lolote litokee kwa mtoto wetu, maana tumeshashindwa. Wamempeleka hospitali za kila aina, wameandikiwa rufaa, nendeni hospitali kuu, huku tumeshindwa. Walikuwa wakimvalisha kanga hivi yule mtoto, wakitoa inatoka na ngozi za nyama ya mwili. Kimelala pale kitandani, vidonda mpaka mdomoni hapa ndani, mpaka kooni, mpaka tumboni, vidonda. Kula alikuwa hali. Wamemlazimisha sana, wamemnywesha maziwa tena kidogo sana. Hapo ndo wamemlazimisha. Nilipoitwa pale alikuwa ni kama mdudu, nikasema namuombea kwa jina la Yesu. Nilipomuombea, Yesu akamfungua. Vile vidonda vikakauka, ngozi ya mwili wake ikaanza kurejea, na baada ya muda mfupi yule mtoto akawa anakula mwenyewe tena, anafanya kuomba chakula. Mama naomba soda, mama naomba maziwa, naomba kitu fulani, na akawa anakula na ngozi yake ikarudi kama zamani. Kwa ninataka nikuonyeshe kwamba Yesu hajawahi kushindwa. Kuna watu wanasema HIV, ukimwi hauna tiba. Nataka kuambia kwa Yesu iko tiba ya HIV. Kuna watu wanasema kansa inasumbua sana, kwa Yesu inapiga saluti. Kila aina ya magonjwa na kila aina ya mateso ambayo uliwahi kusikia kwamba ni sugu kwenye maisha ya mwanadamu, sio sugu mbele za Yesu. Sisi tumeshuhudia tukiponywa, lakini pia sisi tumeshuhudia watu wengine wakiponywa na kutolewa kwenye matatizo ya namna hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nilikuwa kwenye mazingira mabaya, maovu, lakini ulipofika wakati wa Mungu, kama na wewe ulipofika wakati wa Mungu siku ya leo, Yesu akaniokoa, akaanza kunibadilisha kitu kimoja baada ya kingine. Niko hapa nina ujasiri wa kunena, ni kwa sababu tayari Yesu ameshakaa ndani yangu. Siogopi mchawi, siogopi jini, siogopi pepo, siogopi Freemason, siogopi mganga. Kuna sehemu nikapiga Freemason, wakasema unatafuta kufa wewe, badala ya kufa mpaka leo bendera chuma, mlingoti chuma, kwa sababu Yesu yuko upande wangu. Niombe hapo ulipo usimame kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Funika macho yako. Funika macho yako. Na wakati umefunika macho yako, inamisha kichwa chako chini.